maamuzi ya kuoa na kuolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mara nyingi katika huduma mbalimbali ambazo tunazipata katika jamii, iwe ni huduma ya umeme, huduma ya usimu na nyinginezo, ambazo kuna mkataba kati ya mpokea huduma na mtoa huduma. Katika ule mkataba ambao umewekwa, kuna sehemu ya vigezo na masharti. Kuna sehemu ya vigezo na masharti. Hivyo vigezo na masharti ya wewe kupokea hiyo huduma ndiyo gharama ya wewe kupata hiyo huduma. Achilia mbali ile unayolipia, lakini vile vile gharama ya ile huduma, mipaka ya ile huduma, utakachoweza kufaidi katika ile huduma, usichoweza kupata katika ile huduma, inawekwa wazi kwenye vigezo na masharti. Ninapozungumzia kupima gharama, ninapozungumzia kuhesabu gharama, ninazungumzia kuzingatia vigezo na masharti ya kimungu kabla hujafanya maamuzi ya kuingia katika ndoa, ili usije ukaingia alafu yale ya kupasayo ukaanza kutoa sababu, hivi vile. Pima gharama, zingatia vigezo, zingatia masharti. Unaposema vigezo na masharti, kuna mahali ambapo unaruhusiwa kukubali au kukataa. Yaani kuna mahali unaweza ukabonyeza au ukabofya au ukajaza umekubali, au kuna mahali unaweza ukafanya hivyo umekataa. Ukikubali, unapewa hizo huduma pamoja na masharti yake na vigezo vyake. Ukikataa vigezo na masharti, huwezi ukapata hiyo huduma. Kwa hiyo unapokubali vigezo na masharti, au unapopokea huduma husika, lazima uzingatie vigezo na masharti. Kama hauko tayari kuzingatia vigezo na masharti, basi wewe hauko tayari kwa ajili ya hiyo huduma ambayo unahitaji. Neno la Mungu limeainisha wazi baraka zilizopo katika ndoa, lakini pia kuna vigezo na masharti ya kuzingatia ili uweze kufurahia baraka zilizo katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uamuzi wa kuoa na kuolewa sio uamuzi ambao unaufanya kwa hisia tu, kwa sababu unampenda tu. Lazima vile vile uzingatie na vigezo hivi, lazima uzingatie vile vile na masharti haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kama unakubaliana na vigezo na masharti, kama ambavyo baadhi tutaviangalia leo, kwa muda ambao mimi nitautumia, hatuwezi tukaangalia vyote, lakini tutaangalia baadhi. Kama ukubaliani navyo, wewe hauko tayari kuoa au kuolewa, hauko tayari, endelea kujiandaa ili uwe tayari. Kwa hiyo unapokubaliana na vigezo na masharti hayo, ingia kwenye ndoa, na kimsingi utaifurahia ndoa. Usiingie kwenye ndoa alafu nataka uishi nje ya mipaka ya vigezo na masharti, kama ambavyo tutajifunza kwenye kipindi cha kwanza. Na kama ambavyo nilitangulia kusema, ukubaliani na vigezo bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sio wote tugeukiane hapa, kwa sababu wachungaji mmeoa, mmeolewa. Ila vijana, hebu mgeukie kijana mwenzako, mwambie kama hauko tayari kwa ajili ya vigezo na masharti, we bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Oya, ndoa ni taasisi ambayo Mungu ameiasisi. Na Mungu alipoasisi hiyo taasisi,
kama ambavyo kitu kingine chochote ambacho Mungu alikianzisha, alipomwagiza Nuhu ajenge safina, alimpa ajenge hiyo safina kwa kutumia nini? Alimpa vipimo vya ile safina. Ile safina ifanye kilichokusudiwa, lazima vile vipimo vizingatiwe. Lazima vile vipimo vizingatiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika kwenye hema, kadhalika kwenye hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kuwe na kuzingatia hivyo vipimo. Labda tuone kwenye maandiko, kitabu cha Luka, kitabu kile cha Luka sura ya 14. Luka sura ya 14. Tutasoma mstari kadhaa pale, mstari ule wa 28 mpaka ule mstari wa 33. Mambo katika ufalme wa Mungu kwa sehemu ndogo sana ni hisia. Mengi yamejengwa juu ya kanuni. Mengi yamejengwa juu ya kanuni. Utakapoyaishi maisha yako kwa kanuni, muda mrefu baada ya hisia zako kwenda likizo, utaendelea kufaidi baraka zilizo ndani ya hiyo kanuni ya Mungu ambaye ameiweka. Lakini wewe kama unaenda kihisia, mwisho wa hisia ndio mwisho wa wewe kufaidi kilicho ndani ya hicho ambacho umekiendea. Kwa hiyo zingatia kanuni. Nisaidie kumwambia jirani, zingatia kanuni. Haya, kitabu kile cha Luka 14 mstari wa 28 mpaka mstari wa 33. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara, au kama akitaka kuoa au kuolewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nani kati yenu kama anataka kuoa au kuolewa? Haleluya. Asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwa sababu kila chenye faida kina gharama yake. Kila chenye faida kina gharama yake. Zijue, alafu pima kama unaweza. Pima kama unaweza. Hapo anasema kwamba anavyo vya kuumaliza. Sasa kama ninajenga mnara, inawezekana gharama ni ya fedha, gharama ni ya rasilimali watu. Kwenye ndoa gharama ni kubwa zaidi. Kuna gharama za kihisia, kuna gharama za kisaikolojia, kuna gharama za utii, kuna gharama za kunyenyekeana na kadhalika. Pima. Kama unaziweza, karibu. Kama uziwezi, endelea kujikoki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Anasema mstari wa 29, asije akashindwa kumaliza. Kwa nini anashindwa kumaliza? Ziko gharama ambazo hakudhani zipo, alafu akakutana nazo kule ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Asije akashindwa kumaliza, baada ya kupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumdhihaki. Yamemshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Gharama ya kihisia. Hebu nisaidie kumwambia jirani yako, gharama ya kihisia. Binafsi bila shauri, kama we ni mtu wa hasira nyepesi, madeko mengi, shughulika na hilo kabla hujaingia kwenye ndoa. La sivyo utatupa taulo kwenye ringi kabla hujaenda mbali. Utanuna mpaka uzeeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kama wewe ni last born, kwenye ndoa ndio unaenda kuwa first born.
hapo pakae sawa, pakae sawa. Kama ulikuwa unaziraga, na binti zangu wengine hapa nawaangalia waziraji wazuri yaani hapo hilo eneo likae vizuri kabla hujaingia kwenye ndoa. La sivyo kila siku narudi kwetu. Kwenu wapi? Kwenu walishakusend off. Haleluya. Kwenu ndo hapa tunatengeneza kwetu mpya kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwetu mpya ya wajukuu wetu kuja kututembelea. Kwenu wapi? Hebu mgeukie jirani yako mwambie kwenu wapi? Sio alikufanyia send off wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pima gharama. Watu wanalia sio kwa sababu ndoa chungu. Watu wanalia kwa sababu hawakupima gharama. Wakavaa nguo za joto kumbe kule ndani baridi. Ukiona mtu anatetemeka kwenye baridi sio baridi kali, hajavaa nguo za baridi. Mwambie jirani yako vaa nguo za baridi kwenye baridi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu amevaa nguo za mahali pa baridi, Dar es Salaam anatokwa jasho jingi, shida sio jasho, sio joto. Shida nguo ulizovaa. Hukupima gharama ukajua Dar es Salaam kuna joto na kuna nguo za kuvaa Dar es Salaam. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi ukaingia kwenye ndoa alafu unataka uishi kama single. Mimi kwa baba yangu na mama yangu nilikuwa siagi. Hapa sio kwa baba yako na kwa mama yako, kwa mume wako. Tena sio unaaga, unaomba ruhusa. Nikikupa ndo unaenda, nisipokupa kuwa mpole. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mimi ni mgumu wa kutoa ruhusa, lazima ujue ni namna gani unaingia kwenye moyo mume wako ili aweze kukupa ruhusa. Sio mimi ndoa itanishinda. Ndio itakushinda kwa sababu hujahesabu gharama. Hujahesabu gharama. Hujahesabu gharama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndoa ni tamu. Hebu sema ndoa ni tamu. Lakini hamna kitu kitamu kinapatikana bure. Haleluya. Kina gharama yake. Kina gharama yake. Tutaangalia bahari ya gharama leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na sisi ambao tuko kwenye ndoa tayari, hizi gharama zitatusaidia kurekebisha bajeti. Hebu sema kurekebisha bajeti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na ninajua watumishi wa Mungu wenzangu, ninajua tuko wachungaji hapa. Hili somo halijaelekea sana kwa wachungaji. Kwa wachungaji litawasaidia tu wachungaji wanapowasaidia vijana wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila sisi wachungaji tushajenga minara yetu. Haleluya. Kama nyumba inatuangukia, tunajua sisi wenyewe jinsi ya kuweka miti ya kuzuia isituangukie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watumishi wa Mungu wenzangu, hawa vijana wanafikiri wakituona, wakimwona Pastor Sosi na Betha wameshikana mikono, wao wanafikiri unashikana mikono vile bila kulipa gharama. Cheki aliyoandika ili kushikana mikono vile sio cheki ya kitoto. Haleluya. Sasa unataka utoe jero, unataka utoe buku, alafu mshikane mikono hivyo. Haitawezekana. Haleluya. Haleluya. Lazima kupima gharama. Lazima kupima gharama. Precious, wewe niangalie kama unioni. Lazima kupima gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiki kitu cha ndoa huingii kuishia njiani. Unaingia maisha yako yote. Hiki kitu cha ndoa sio vitunguu unatumia eti kwenye mboga hii, afu mboga inayokuja unakwenda tena sokoni kununua vingine. Ukishachukua umechukua. Ukishachukuliwa umechukuliwa. Alo, pima gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema wakisema, wanamdhihaki wakisema, mtu huyo alianza kujenga au alianza vizuri. Alianza vizuri. Akawa hana nguvu za kumaliza. Kwa nini alikuwa hana nguvu za kumaliza? Hakupima gharama. Kwa hiyo hakuweka akiba ya kutosha. Akiba ya kutosha ya hisia. Akiba ya kutosha ya msamaha. Akiba ya kutosha ya upendo. Akiba ya kutosha ya kuchukuliana na mwenzake. Hakuweka akiba ya kutosha kwa sababu hakupima gharama ya safari.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine? Sasa haimaanishi kwamba ndoa ni vita kati ya wale wanandoa, lakini ndoa ni vita kati ya wanandoa na wale ambao hawataki ndoa yao isimame. Wale ambao hawataki ndoa yao ifanye nini? Isimame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuna uwezekano vijana ambao mko hapa mnataka kwenda kwenye ndoa, inawezekana baada ya hili somo mkarischedule ratiba ya kuoana. Sema sidhani tulipima gharama vizuri. Hebu tuisogeze mbele hii kitu. Afadhali kuisogeza mbele hii kitu kuliko ikubumbulikia njiani, ikupasukia njiani. Haleluya. Sogea mbele kidogo, pima gharama, hakikisha akaunti zako za upendo, msamaha, hisia na kadhalika kama tukavyoona zimekaa vizuri. Alafu nasema yatakayokuwa liwalo na liwe, tunaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kwa pamoja mnashirikiana ili kuhakikisha ndoa yenu ni mbingu duniani. Mwenye kuijenga ndoa ni nyie wawili, mwenye kuibomoa ni nyie wawili. Shetani hana nguvu ya kuijenga kama nyie mnataka ikae sawa. Mungu hana nguvu ya kuisimamisha kama nyie hamtaki ikae sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Anasema, nisome tena mstari wa 31, au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana nisikieni, until death do us part. It's not a joke. Sio mchezo. Na watu waliookoka hawafi leo. Hallelujah. Hawafi leo. Napenda sana rafiki yangu mchungaji Maimbo anachosema, utaanza kugeuza cheti unatafuta expiry date, huioni. Kwenye cheti cha ndoa hakuna expiry date. Haiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili za magharibi zinaweza zikaja zikatuambia kwamba mkizunguana achaneni. Lakini Biblia anasema nachukia kuachana. Hivyo ndio Biblia inavyosema. Paulo anasema kama siku, Yesu anasema sababu ya pekee ya kuachana ni zinaa. Na umemkamata, sio umbea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Paulo anasema kama sababu sio zinaa, mmeachana, pataneni au endeleeni kushika bomba. Hakuna kuoa mwingine au kuolewa mwingine. Biblia inasema amwachaye mkewe na kuoa mwingine azini. Aliachwa akaolewa azini. Isipokuwa, hebu sema isipokuwa zinaa. Sasa wazungu wanakuja wanatuambia tu akikujazia chumvi kwenye chakula achana naye. Unaanza kusema huyu hakutoka kwa Bwana. Too late ukiwa ndani. Hakutoka kwa Bwana, ametoka kwa bibi. Sasa ulikuwa unafanya nini naye ndani? Ndio tayari uko naye ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaeni chini myajenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nafikiri tatizo kubwa hapa Pastor Sose inakuwa ile kunyenyekeana. Hilo tu. Mkiweza kunyenyekeana, hamwezi kushindwa kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usimwambie, usimtishie mwenzako kwamba bana mimi nitaolewa. Sikiliza. Ukioa na kilichowatenganisha sio zinaa. Biblia iko clear, black and white. Unazini. Na anayezini hana sehemu katika ufalme wa Mungu. Najua tumenyamaza, acha izame hiyo. Wahudumu naomba tugawe maji ili waiteremshie hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema na kama akiona hawezi hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiacha vyote alivyonavyo hawezi kuwa wanafunzi wangu. Kwa ziko gharama. Hebu naomba nisikie watu wa Mungu kwa sauti tukisema ziko gharama. Sema tena kwa sauti, ziko gharama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa watu wa Mungu wa thamani, hebu tuangalie Wakorinto. Tuanze kuangalia gharama. Hebu tuone hizo ambazo tunaweza kufanya kwenye muda tulionao. Hebu
Yusufu, naomba na mimi ratiba moja hapa ili nisipitishe muda. Wanangu nao wafundisha washike muda, afu mimi baba yao nikivusha muda yatakuwa ni majanga mabichi. Bwana Yesu asifiwe. Gharama ya kwanza hii haihusiani sana na kinachoendelea kwenye ndoa, lakini hii ni gharama ambayo lazima uzingatie kabla hujaingia. Gharama ya kuzingatia kabla hujaingia. Wewe uliye mwamini huwezi kuoa au kuolewa na asiye amini. Wewe uliye mwamini huwezi kuoa au kuolewa na asiye amini. Ndoa sio mkutano wa kiinjilisti kwamba mtaingia kwenye ndoa alafu wewe utamshuhudia huyo mwenzio aokoke. Ndoa sio huduma ya kiinjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama unataka kuoa, kama unataka kuolewa, huyo unayetaka kumwoa, huyo unayetaka kuolewa naye kaokoka? Usiniambie anampenda Mungu. Mimi sijauliza kama anampenda Mungu. Kaokoka? Kwenye Biblia, kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10, kulikuwa na akida mmoja wa Kirumi anaitwa Kornelio. Alikuwa ni mtu mchaji mtaua, anawasali kila siku, anatoa sadaka nyingi kwa maskini, lakini hajaokoka. Hebu sema pamoja nami, lakini hajaokoka. Na wako watu wa namna hiyo, wataua, wachaji, wanatoa sadaka, wanajenga makanisa, wanasapoti kazi ya Mungu, wanasaidia maskini, yatima, wajane. Bwana Yesu asifiwe sana. Morning glory yuko, lunch hour yuko, evening glory yuko kwenye darasa la Francis Langula au la Carlos Kirimbai, lakini hajaokoka. Huyo huwezi oa, huwezi olewa naye. Hii gharama ya msingi ukipuuza, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hizi gharama zote zinazofuata hata uzilipaje? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kama mimi ni mwamini, siwezi kuoa au kuolewa na mtu ambaye hajaokoka. Sasa sikiliza. Ziko shuhuda chache, hata mimi nazifahamu, za mtu ambaye alikuwa kaokoka, akaoa au akaolewa na mtu ambaye hajaokoka, alafu uko ndani akaenda akaokoka. Hiyo ni the exception to the rule. Yaani hiyo huwezi kuelezea nini kilitokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ambavyo Suleiman alioa wake 700 na masuria 300, lakini haimaanishi na wewe ukaoe 700 na masuria 300. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni ni hii. Hebu sema kanuni ni hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuoa, huwezi kuolewa na mtu ambaye hajaokoka. Wakorintho wa pili sura ile ya 6. Wakorintho wa pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 14 mpaka mstari wa 18. Sasa niliweke ili sawa, maana saa zingine wa Pentekoste kwenye eneo hili hatueleweki. Tunaposema wewe uliyeokoka usioe au usiolewe na ambaye hajaokoka, hatumaanishi kwamba yule ambaye hajaokoka si mtu mwema. Ukiolewa au ukioa mtu ambaye hajaokoka, unafanya kitu kwa Kiingereza tunaita covenant mismatch. Kuna hali fulani ya uchotara wa kiagano unazaliwa. Huyo ambaye hajaokoka ana mwenzake ambaye hajaokoka anayemfaa. Wewe uliyeokoka
una mwenzako ambaye ameokoka anakufaa. Bwana Yesu asifiwe. Vijana, tupunguzieni wachungaji kufunga na kuomba kwa ajili yenu. Ishi kwa hii kanuni. Hata kama anakupenda kiasi gani, hajaokoka. Hata kama anakutii na kukunyenyekea kiasi gani, hajaokoka, hamwezi kuoana. Okay, Wakorintho wa pili 6 mstari wa 14 mpaka mstari wa 18. Anasema msifungiwe nira. Sasa nataka tuelewe kitu kuhusu nira. Nira ni kama chombo cha miti kimechongwa au cha chuma ambacho kinaunganisha wanyama wawili wanakuwa mmoja. Kinaunganisha wanyama wawili wanakuwa mmoja. Unapokuwa na nira ya shetani katika maisha yako, wewe na shetani mmeunganishwa, mmekuwa moja. Yesu anaposema kwamba twaeni nira yangu, ina maana kwa ile nira ina sehemu mbili. Sehemu moja ile nira uko wewe, sehemu nyingine ile nira yuko Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Katika ndoa zinaunganisha watu wawili wanakuwa mmoja. Lazima uwe makini sana. Yule mwingine unayeunganishwa naye yukoje? Yukoje huyo mwingine uliounganishwa naye? Tena Kiingereza anasema vizuri sana, do not be unequally yoked with an unbeliever. Usiungamanishwe, Kiswahili anasema kwa namna isiyo sawa sawa. Kiingereza anasema usiungamanishwe na yule asiye sawa na wewe. Usiunganishwe na yule asiye sawa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Kuna namna iliyo sawa ya kuhusiana na wasioamini, na kuna namna isiyo sawa. Na namna moja isiyo sawa, huwezi kuoa au kuolewa na asiye amini. Yaani huwezi ukajitakasia mtu alafu uoe. Atakaswe na Yesu ndipo uoe. Huwezi kujitakasia mtu alafu akooe. Atakaswe kwanza na Yesu alafu awe. Alafu huwezi kuwa na mzigo kwa ajili ya mtu umwombee ili aokoke akooe. Muombee aokoke, alafu kama ni mapenzi ya Mungu kuoa atakuoa. Lakini kama ni mapenzi ya Mungu mwingine amoe, basi fanya utumishi wako kwa Bwana aokoke ili aliye wake achukue. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme kwamba huyu mwanamume huyu ngoja tu nilipe gharama aokoke. Utalipa gharama na ataokoka, lakini haimaanishi akuoe. Je, ni wako wako? Tunaenda sawa watu wa Mungu wa thamani? Tunaenda sawa? Anasema na anaanza sasa kutoa sababu. Anaanza kutoa sababu kwa nini tusifungiwe nira na wasioamini. Kwa maana pana urafiki gani? Na napenda kwenye hili swala la ndoa anaanza na urafiki. Sikia, mke wako na mume wako au mume wako ni rafiki wako wa kwanza. Rafiki wako wa kwanza. If you cannot joke, that is not a marriage. That is an army camp. Kama hamwezi kutaniana, hiyo sio ndoa, hiyo ni kambi ya wanajeshi. Lakini wanandoa ni marafiki. Wanataniana, wanacheza, usirias uko nje. Mkishakuwa pamoja wanandoa, mnataniana na usipate hasira. Sisi kwetu watataniani. Wanandoa ni marafiki, tujifunze kutaniana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usema baba fulani nilikuwa nakutania, unasema unanitania mimi mtani wako? Ndio. Mimi mtani wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wa kikabila kwenye ndoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Wewe uliokoka ni haki. Usimhurumie yule ambaye hajaokoka, ni uasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzuri mmoja sio uasi ambao umefungwa. Yesu akimwokoa na yeye anakuwa haki. Kwa hiyo hapana urafiki kati ya haki na uasi. Na hili tatizo haliko sana kwa wakaka. Yaani ukimkuta mkaka ameibuka anaenda kuoa binti ambaye hajaokoka, huyo mwite ofisini, alafu ita wachungaji marafiki, wekeni mkono huyo kaka.
ana shida nzito sana. Hii iko sana kwa wadada, lakini ni mtu mwema, lakini anampenda Mungu. Hajaokoka, anampendaje Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Hajaokoka, anampendaje Mungu? Unaona, kama natumia muda hapo sitoki, natumia muda hapo naenda taratibu, kwa sababu hili jambo ni serious. Hili jambo linasababisha vilio. Ni sawa tu kama joto linaongezeka humu, sio kama kuna joto. Haya maneno ni ya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema tena, pana shirika gani? Kwa sababu kuna yani wanandoa wanashirikiana. Wanandoa wanafanya ni jamani? Wanashirikiana. Anasema tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Yaani unajua ni kwa mfano hii chupa ya maji nikileta hapa Raibina naweza nikaichanganya pakawa na ushirika kati ya Raibina na haya maji yakachanganyika. Lakini hebu nionyeshe mahali ambapo umewahi kuwa na giza na nuru vina ushirika. Yaani vimeingiliana mpaka vina ushirika. Haiwezekani. Palipo na giza hapawezi kuwa na nuru. Palipo na nuru hapawezi kuwa na giza. Alipo aliyeokoka hawezi kuoa ambaye hajaokoka. Ambaye ameokoka hawezi kuolewa na mtu ambaye hajaokoka. Ni hivyo. Hebu mwambie jirani yako hivyo. Usiseme naenda kufunga na kuomba. Ni hivyo kanuni. Kanuni ufungi na kuomba. Kanuni unaitii. Kanuni unaishi kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana msiniangalie kwa macho ya huruma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo? Kwa sababu Kristo anakaa ndani ya kila anayeamini. Na Beliari anakaa ndani ya kila asiyeamini. Kwa nini kwenye hiyo nyumba unataka kuanzisha vita isiyo ya lazima? Kwa nini kwenye hiyo nyumba unataka kuanzisha vita isiyo ya lazima? Anasema au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Yaani wewe uliokoka, what portion do you have with an unbeliever? Una sehemu gani na yeye asiyeamini? Anasema tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu, huyo ni mtu aliyeokoka, na la sanamu? Mtu ambaye hajaokoka ni hekalu la sanamu. Hivi vitu ni vitu serious, sio vya kuchezea, sio vitu vya kutania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo naona sababu kwa nini hatuwezi kuwa na ushirika na watu ambao hawajaokoka. Huwezi kuoa, huwezi kuolewa na mtu ambaye hajaokoka. Sasa sikia, hii sababu wanaitoa sana watu. Anasema lakini I love him. I am so madly in love with him. Waamuzi sura ya 14. Lakini mimi pastor nampenda. Yaani ukininyima nisiolewe na huyu, sijui kama kuna mwingine nitampenda. Yaani pastor ukinikataza nisioe huyu, I will never love again. Ndio uongo unaojidanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajaokoka. Kwanza unampendaje mtu ambaye hajaokoka? Bwana Yesu asifiwe. Yule kaka sauti yake kaokoka. Yule kaka alivyo smart, anavonukia, kaokoka. Kaokoka. Waamuzi sura ya 14. Waamuzi sura ya 14. Na unaweza ukawa mpaka mafuta na ukasingizia, mimi ni mtumishi wa Mungu kabisa, nimeomba. Samson alikuwa mpaka mafuta na alizingua kwenye eneo hili. Sababu hii haitegemei upako wa mafuta. Inategemea kuheshimu kanuni. Hebu nisaidie kumwambia jirani yako kuheshimu kanuni. Watumishi wa Mungu wenzangu, vijana wetu, tuwajengee utamaduni wa kuheshimu kanuni. Kuheshimu kanuni. Sio vile tulivyokubaliana. Neno la Mungu linasema nini? Kama vile tulivyokubaliana inaenda sawa na neno la Mungu, jina la Bwana libarikiwe.
Kama tulivyokubaliana inapingana na neno, makubaliano yetu huko, neno la Mungu likasimame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Samsoni akateremkia Timna, akaona mwanamke huko Timna, mojawapo wa binti za Wafilisti. Kisha akapanda akawaambia baba yake na mama yake, akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, mojawapo wa binti za Wafilisti, basi mnipatie nimwoe. Yaani Samson anataka kuoa only based na kile anachokiona. Alimradi yule binti kwa kumwangalia anampendeza. Hajafuatilia kujua sifa za ndani za yule binti. Hajafuatilia. Siku hizi sio ngumu kufuatilia. Kaokoka? Ndiyo pastor, kaokoka. Anaabudu wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Huko anakoabudu tufuatilie. Hata kama ni makanisa ambayo kimsingi tunaona sio ya Kipentekoste, kwenye haya makanisa kuna faraga za watu waliookoka. Kiongozi wa faraga husika anamjua huyo mtu. Usigeuze jiwe kuwa mkate. Itakuwa ni mkate hapa nje, ukiingiza mdomoni ni jiwe, litakuvunja meno. Hakuna jiwe linageuka kuwa mkate. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini ugeuze jiwe kuwa mkate wakati kuna unga wa ngano unaweza ukaukanda ukachanganya na hamira, ukachanganya na maziwa, ukaukanda vizuri, ukauacha uumuke, alafu ukauoka kama mkate? Why change a stone into bread while you can buy bread? Kwa nini upasishe huyu mtu ameokoka wakati wako waliookoka wameshika bomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Anasema ndipo baba yake na mama yake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu hata uende kumwoa mwanamke kwa hawa Wafilisti wasiotahiriwa? Bwana Yesu asifiwe. Samsoni akamwambia baba yake, mnipatie huyo kwa maana ananipendeza. Yaani ni issue ya kwanza ni issue nimeona, alafu ananipendeza. Ni issue ya kihisia peke yake. Sasa sikia, usiingie kwenye ndoa na mtu ambaye hajaokoka ukasema nitaenda kumbadilishia ndani. Yalimshinda Sulemani. Mwambie jirani yako, yalimshinda Sulemani. Sulemani hakubadilisha wale wanawake wa kigeni, wale walimbadilisha yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Nehemia sura ya 13. Kuna mtu mmoja anasema, mchungaji, sasa siuache uende kwenye point nyingine. Ngoja kwanza hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nehemia sura ya 13 mstari wa 23 hadi mstari wa 26. Anasema, tena siku zizo hizo nikawaona wale Wayahudi waliokuwa wameoa wanawake wa Ashdodi na Amoni na Moabu, na watoto wao wakanena nusu kwa lugha ya Ashdodi, wala hawakuweza kunena kwa Kiyahudi, bali kwa lugha ya watu hao mmojawapo. Wajua, unapoolewa na mtu ambaye haamini, mnatengeneza uzao hivi. Hafukasi kwa Kiswahili tunahitaji mashombe. Shombe. Kaokoka hajaokoka. Yaani kuna wakati, kuna mazingira ambayo yanaonekana mtoto kaokoka, afu kuna mazingira mengine yanaonekana mbona kama huyu mtoto hajaokoka? Shombe. Half caste. 0.5. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema nikagombana nao, nikawalaani, nikawapiga. Ina maana hii issue ni serious. Yaani ukiona paka mtumishi wa Mungu anaingia sana, anaanza kupiga ngumi. Hii issue bwana ya kuolewa nje ya utaratibu sio issue poa. Na huyu mtumishi wa Mungu, ndio kwa mara ya kwanza tunamwona Nehemia akiwalaani. Kwa nini? Walioa wanawake wa kigeni. Tunaona akiwapiga, akaingia mwilini kabisa. Kwa nini? Walioa wanawake wa kigeni. Anasema na kuang'oa nywele zao. Hii ilikuwa serious. Yaani anakupiga, akikushika nywele na kutingisha mpaka anaondoka nazo. Kwamba hili jambo lilofanya, hili jambo la ovyo kabisa. Usiolewe na mtu ambaye hajaokoka. Usioe mtu ambaye hajaokoka. Itakuletea matokeo ya ovyo katika maisha yako. Nikawaapisha kwa Mungu nikasema, msiwaoze wana wao binti zenu. Yaani usimtoe binti yako aolewe na mtu ambaye hajaokoka.
eti kwa sababu tu analeta bahasha nyumbani, eti kwa sababu tu amefanya ameikarabati nyumba, eti kwa sababu amenunulia familia gari ya kwanza, eti kwa sababu amewaletea ng'ombe wa maziwa, eti kwa sababu tu ameweka banda la kuku wa kufuga. No. Kama yeye ni mkarimu anafanya hivyo, jina la Bwana libarikiwe. Kijana ubarikiwe, lakini hatuendi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kuhongwa ili kumtoa mtoto wako ili aolewe na mtu ambaye hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Msiwaoze wana wao binti zenu, wala msiwatwae binti zao ili waolewe na wana wenu, wala ninyi wenyewe. Je, angalia sasa, kwa sababu alokole unasema I will pray by fire by force. Huyu mtu ataokoka. I will pray dangerous prayer. Wewe mwenyewe kwenye danger hapo unapotaka kuoa au kuolewa na mtu ambaye hajaokoka. Sasa you are just making it worse kuomba maombi hatari. Nitakesha, nitafunga, utapata vidonda vya tumbo. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Acha kushinda njaa. Kanuni inasema usioe, usiolewe na mtu ambaye hajaokoka. Acha kulipa gharama, nasema nitafunga mpaka kieleweke. Hakitaeleweka. Ni vidonda vya tumbo utapata. Bwana Yesu asifiwe. Je, Sulemani mwana wa Daudi hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Lakini katika mataifa mengi hapakuwa na mfalme mwingine mfano wake. Tena alipendwa na Mungu wake, naye Mungu akamfanya mfalme juu ya Israeli. Walakini, hebu sema walakini. Alipendwa na Mungu. Na sio tu alipendwa na Mungu, sio alipewa hekima. Alipewa hekima mpaka akasema, alisema mithali ngapi zile? 3,000. Akaimba nyimbo 1,100. This man was very wise. Alisema neno kuhusu kila kiumbe kilichopo. Lakini ilipofika kwa wanawake, alianguka chini. Sijui hekima yake ilienda wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walakini wanawake wageni. Sasa unajua ukitransliterate utaweza kufikiri hapa anasema lakini guest women. No, strange women. Wanawake wa ajabu. A strange woman ni mwanamke ambaye hajaokoka. Huwezi kuoa mwanamke ambaye hajaokoka. Huwezi mwanamke kuolewa na kaka ambaye hajaokoka. He is a strange man. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema walakini wanawake wageni walimkosesha hata yeye. Sio kwamba wewe utamleta yule mtu kwa Yesu. Yule mtu atakukosesha wewe na Mungu. Yule mtu atakukosesha wewe na Yesu. Huyo mtu atakukosesha katika njia ya uzima. Huyo mtu ataweka kitu cha kujikwaa katika njia yako. Kwa hiyo hebu tukiacha wachungaji ambao niko nao huko mbele, vijana kule nyuma, mgeukie mwenzako mwambie acha. Mwambie tena acha. Bwana Yesu asifiwe. Hajaokoka, hawezi kukuoa, uwezi ukamwoa. Sasa utaongeza wewe mwenyewe Wafalme wa kwanza 11, utaona maneno yale yale yakizungumzwa lakini kwa mapana kidogo, mstari wa kwanza hadi wa 10. Hebu tuende kwenye point ya pili. Ukioa, this is very important. Ukioa au ukiolewa, usitumie mahusiano yako binafsi na Mungu au kumtumikia kwako Mungu au kujitoa kwako kwa Mungu kama kisingizio cha kutokuwajibika kwa sehemu yako katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukishaoa, ukishaolewa, usitumie mahusiano yako binafsi na Mungu, utumishi wako kwa Mungu, kujitoa kwako kwa Mungu kama kisingizio cha kutokutimiza majukumu na wajibu ulionao katika ndoa. Wakorinto wa kwanza sura ya 7. Wakorinto wa kwanza sura ya 7. Lakini pastor, mimi ni mwana maombi, I have to fast and pray at least 3 weeks in a month. What? Fanya hivyo ukiwa single. Ukishaingia kwenye ndoa ni kwa makubaliano. Mwenzio hajakubali, unapoteza muda wako kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi mbona uhuru nimeupoteza? Si ndio gharama zenyewe? Ndio gharama zenyewe. Kuna mtu mmoja akasema when you make a choice
The choice makes you. Unapofanya maamuzi, yale maamuzi yanakufanya wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ukiingia kule ndani usije ukasema ningejua. Jua ndipo fanya maamuzi. Jua ndipo fanya maamuzi. Anasema mstari wa 32 hadi 34, lakini nataka msiwe na masumbufu. Angalia, yeye asiyeoa hujishughulisha na mambo ya Bwana, ampendeze Bwana. Twende pamoja hapo. Usije kaleta hiki kisingizio ndani ya ndoa. Bali yeye aliyeoa hujishughulisha na mambo ya dunia hii, jinsi atakavyompendeza mkewe. Kwa hiyo sasa, unapokuwa kwenye ndoa, unapokuwa hauko mwanamume, unapokuwa hujaoa, muda wako, ushirika wako na Mungu, mahusiano yako na Mungu, usomaji wako wa neno, kila kitu wewe ndio unaamua. Ukishaoa lazima uanze kuleta uwiano. Mungu anakuhitaji na mke wako anakuhitaji, na hakuna aliye muhimu kuliko mwingine. Hivyo mwambie jirani yako hivyo. Yaani mimi niache kukaa na Mungu wangu kwa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishaoa lazima Mungu akupe hekima ya kubalance. Wewe unafikiri kwa nini Yesu hakuoa? Unafikiri alikuwa hana uwezo wa kufanya hivyo? Alicheck miaka 3.5, alafu niingie kwenye haya mambo ya kubalance, nitakuwa simalizi kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu yeye ni mfano wetu, si ndio jamani? Acheni niseme kikichaa. Kama kuna eneo ambayo tungepata mfano mzuri, angeoa. Si ndio? Tungejua yani kwamba hivi mtu anatakiwa kukaa kwenye ndoa, lakini yeye alicheck. Miaka 3.5. Alafu ni balance haya mambo, Mungu mke wangu. Alafu huyu nitamwacha mjane? Alafu huyu nitamwacha yatima? Hebu hili jambo hili, mimi ni yule toashi ambaye amefanywa na Bwana kuwa toashi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiingie huko ukaanza kusingizia utumishi. Usiingie huko ukaanza kusingizia kufunga kila siku mlimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku 21 mlimani, ukija unakuja huku, unakuja nyumbani, unahitaji wiki moja kurecover. Yaani ile wiki moja yani hakuna kinachoendelea. Hakuna kinachoendelea chumbani. You need to recover. Alafu kisha recover, Mungu ameniita tena kwenda wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Usitumie kujitoa kwako. Usitumie utumishi wako. Usitumie mahusiano yako na Mungu kukwepa majukumu ulionayo katika ndoa. Mstari wa 33 nisome tena, bali yeye aliyeoa hujishughulisha na mambo ya dunia hii, jinsi atakavyompendeza mkewe. Tena iko tofauti hii kati ya mke na mwanamwali. Sikia wanawake wana maombi hapa, sikia hii vizuri. Yeye asiyeolewa hujishughulisha na mambo ya Bwana Yesu. Sio unasema kati ya wewe na Yesu zaidi. Jua jinsi ya kubalance, wote wana umuhimu. Mme wako ana umuhimu, Yesu ana umuhimu. Weka kuiana, balance. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kila siku kanisani kwenye maombi afu mme wako umpiki. Kama unajua atakushinda, baki single. Baki single. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiende kumtesa mtoto wa watu. Jua jinsi ya kubalance. Hebu sema nitajua jinsi ya kubalance. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mchungaji, mimi siku hizi simuelewi mke wangu. Zamani nilikuwa na maisha ya ajabu ya maombi, wakati ule kulikuwa na quantity prayer. Ukiingia ndani ya ndoa jifunze kuwa na quality prayer. Kwa sababu sasa muda unagawa na Bwana na mkeo, Bwana na mmeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tena iko tofauti hii kati ya mke na mwanamwali. Yeye asiyeolewa hujishughulisha na mambo ya Bwana, apate kwa mtakatifu mwili na roho. Apate kwa mtakatifu mwili na roho. Nisikie dada, sio mume wako anakuja anataka, unasema nimejiweka wakfu, mbona ukuniambia? Ili na mimi nijiweke wakfu pia.
ili tulimalize haya, ili nihakikishe bunduki haina risasi, afu haya jiweke wakfu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio gharama zenyewe hizo. Mwambie jirani yako, ndio gharama zenyewe hizo. Haleluya. Sio mimi niko kwenye maombi leo hukuniambia kwamba uko kwenye maombi. Mimi nimejitoa kwa Bwana na mimi nahitaji ujitoe kwangu. Mume wako yakikushinda usiingie huko. Usiingie huko. Tena iko tofauti kati ya mke na mwanamwali. Yeye asiyeolewa hujishughulisha na mambo ya Bwana apate kuwa mtakatifu mwili na roho, lakini yeye aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia hii, jinsi atakavyompendeza mumewe. Unavyofanya bidii kumpendeza Bwana, utafanya bidii hiyo hiyo ya kumpendeza mume wako. Unavyofanya bidii kumpendeza Bwana, utafanya bidii hiyo hiyo kumpendeza mke wako. Pima hizo gharama kwanza ukiingia. Jua ni vitu, ni gharama ambazo zinakusubiri ndani ya ndoa. Sasa kwenye kufunga utasoma mwenyewe Wakorintho kwanza 7:5. Anasema msinyimane isipokuwa kwa kukubaliana, ili mjitoe katika maombi. Sio tena sio ujitoe, ili mji both. Kwa hiyo akishendi ratiba zenu za maombi zikiwa pamoja inakuwa ni afya zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la 3. Je, kaka, upo tayari kumwacha baba yako na mama yako? Because if you are mama's boy ngoja kwanza. My last born, mpo? Ngoja kwanza. Kwa sababu najua mama anamwachisha mtoto wa kiume mara mbili. Anamwachisha ziwa la kunyonya, alafu kuna mahali ambapo inabidi amwachishe kihisia ili aingie mikononi mwa mke wake. Na ndio maana wakati Sara alipofariki, Isaka alipata upweke wa ajabu sana. Lakini Rebeka alipokuja, alimpokea akaenda naye katika hema ya mama yake, akafarijiwa baada ya kufa kwa mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kaka, upo tayari kumwacha baba yako na mama yako na kuambatana na mke wako ili mkawe mwili mmoja? Na ni kwenye tafsiri za Kiswahili ndio anasema mkawe mwili mmoja. Kwenye tafsiri ya asili anasema kitu cha ndani zaidi, mkawe wa moja. Sio mwili peke yake, nafsi na roho vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mkawe mwili mmoja, mkaijenge nyumba yenu na familia yenu. Je, dada, upo tayari kuwasahau watu wako na nyumba ya baba yako? Hivi ni vitu vya kuuliza. Gharama ya kuingia. Zamani hili jambo halikuwepo sana, lakini siku hizi lipo sana. Wadada hawataki kuacha majina ya baba zao. Tunafahamu ukaribu wa ajabu uliopo kati ya mabinti na baba zao, lakini ndio maana baba anakufanyia send off. Na ndio maana katika hali ya kawaida anayokukabidhi kwa mme wako pale altarini, pale madhabahuni, pale mbele ni baba yako. Anakukabidhi, anarudi, anakuja na wewe kwa mmeo, wewe ukiwa umebeba jina lake, anakuacha kwa mme wako, anarudi na jina lake amelichukua, wewe sasa unachukua jina la mme wako. Sasa siku hizi sasa wanasema, unajua ni mchakato mrefu, sijui kwenda kwenye vyombo vya sheria. Ni mrefu leo, haukuwa mrefu kwa wazazi wetu, haukuwa mrefu kwa babu zetu, haukuwa mrefu kwa wahenga wetu. Ghafla umekuwa mrefu kwa Gen Z. Hebu mwambie jirani yako, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Gharama hizo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Mwanzo sura ya 2. Tasoma mstari mmoja tu wa 24. Kama bado unapenda jina la baba yako, kaa kwa baba yako. Msikauke, anasema hivi, kama bado unapenda jina la baba yako, kaa kwa baba yako. Ukienda kwa mme wako, unachukua jina la mme wako.
unakwenda kupropagate sio ukoo wenu wa baba yako, unaenda kuendeleza ukoo wa mme wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake. Hii ni gharama ambayo tutaingia. Sio kitu kidogo tu kwa sababu ulikuwa na mahusiano mazuri na mama, unampigia simu, mama tushauri tufanyaje kwenye hapa. Mama, eti mke wangu anasema. Unamwambia mbona upiki chakula kama mama? Mimi sio mama yako, mimi ni mke wako. Nitakupikia kama mke wako. Kama unapenda chakula cha mama basi, hebu nifanyie namna nikajifunze kwa mama jinsi alivyokuwa kupikia hicho chakula unachokipenda. Lakini ukija ukukubali kwamba kuna mabadiliko ya mapishi yatatokea. Unapenda kula chakula cha Kisukuma, utaanza kula na cha Kinyakyusa, imbombo ngafu. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unataka cha Kisukuma, ungeoa Msukuma. Umeoa Mnyakyusa, ule vya Kinyakyusa. Kiala kutule fijo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukubali. Ndio gharama zenyewe. Ni iko hivi watu wa Mungu wa thamani. Ndoa itakubomoa kwanza kabla haijaanza kukujenga. Kwanza itabomoa vitu ulivyokuja navyo, afu itaanza kukujenga upya. Na kujengwa upya kupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kama wewe ni Gorbachev una misimamo mikali, ndoa itakuwa ngumu sana kwako. Ndoa ni compromise. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kufit in vizuri na yule uliyeamua kuyaishi maisha yako na yeye. Anasema kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana. Huwezi kuambatana usipoacha na mkewe, na watakuwa mwili mmoja. Na usipoambatana na mke wako hutakuwa mwili mmoja naye. Zaburi 45. Yusufu nikumbusha natakiwa kumaliza saa ngapi? 5 na dakika 20. Okay. Kwa nina nusu saa. Ukiona zimebaki dakika 10 weka mikono hivi mpaka niione. Nikipitiliza hapa nitakuwa nachukua muda wa walimu wengine. Sura ya 45 ya kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 45. Na mstari ule wa 10 na wa 11. Neno la Mungu, napenda kusema hivi, neno la Mungu halina huruma. Neno la Mungu limejaa kweli. Limejaa kweli. And a merciful God at times speaks merciless truth. Mungu mwenye rehema kuna wakati anaisema kweli ambayo inaonekana kwa juu haina rehema. Lakini ina rehema, inaonekana tu haina rehema kwa sababu ya gharama anachosema, lakini ni ya rehema kwa sababu ya matokeo itakayokuzalishia. Matokeo itakayofanya nini? Itakayokuzalishia. Sikia binti, utazame, utege sikio lako, wasahau watu wako. Mungu hataki uwe na divided attention. He wants your husband to have your full attention. Anataka mume wako awe na usikivu wako wote. Anasema na nyumba ya baba yako. Anasema naye mfalme atautamani uzuri wako. Kuna muunganiko wa karibu sana kati ya mwanamume kuutamani uzuri wa mke wake na mke wake kuwasahau watu wa kwao na nyumba ya baba yao. Sio anawa cut off kabisa. Ni kwamba sasa unaingia kwenye aina mpya ya maisha. Na wewe una nyumba yako unaenda kuijenga. Wewe umefika mahali ambapo umeweza kuolewa kwa sababu umetoka kwenye nyumba stable. Na wewe na mume wako mnatakiwa kujenga nyumba stable itakayezaa watoto ambao nao wataenda kuoa na kuolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Naye mfalme atautamani uzuri wako, maana ndiye Bwana wako nawe umsujudie. He is your Lord. Hilo neno umsujudie kwenye original, and you shall worship him. Sio worship kumwabudu kama unavyomwabudu Mungu. Worship kumpa thamani mume wako anayoistahili kama mume. Jambo la 4. Hii ni ya muhimu sana hasa kwetu katika jamii za Kiafrika.
Je, mko tayari kunyenyekeana? Yaani wewe mwanamume unapotaka kwenda kwenye ndoa, uko tayari kunyenyekeana na mke wako? Je, mke uko tayari kunyenyekeana na mme wako? Sizungumzie utii, ninazungumzia kunyenyekeana. Utii unaashiria maelekezo na maagizo. Unyenyekevu unaashiria eneo hili ambalo mimi niko dhaifu, mwenzangu ana nguvu, kwa hiyo mwenzangu hili eneo ndo atalisimamia. Kutambua nguvu za mwenzako ambazo zinaziba mapungufu yako. Nguvu za mwenzako zinazoziba mapungufu yako, ndio maana ya kunyenyekeana. Yaani inapoonekana mwenzako anajua zaidi, anaweza zaidi kuliko wewe, hamko kwenye mashindano. Mmekuja kwenye ndoa kucompliment, mmekuja kwenye ndoa kusaidiana. Kwa vyovyote vile kuna maeneo mwenzio atakuwa vizuri kuliko wewe. Inawezekana mwenzio kwenye eneo la fedha ni mkali sana, lakini huyo aliye mkali, Biblia anasema aliye mkali hushika mali nyingi. Na ndio maana familia yenu ina mali nyingi, ina mashamba, ina nyumba, ina magari. Ndio maana watoto wenu wanasoma vizuri, sababu mmoja kati yenu yuko mkali sana katika matumizi. Sasa kwenye eneo la matumizi na financial management, lazima yule mwingine ambaye hayuko vizuri eneo hilo, lazima amnyenyekee mwenzie ili asimamie eneo hilo. Useme kwamba mimi mume wangu mbaili. Sio mbaili. Kuna tofauti ya ubaili na kuwa mkali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna tofauti ya kuwa spendthrift na mtu wa bajeti. Mtu ambaye ana spend tu, anatumia, anaangalia maridhiko ya sasa. Mtu wa bajeti anaangalia tunaweza tukaenda mbali kiasi gani na hiki tulicho nacho. Anajua kesho watoto watamaliza shule za msingi, sekondari nzuri ni za bei juu. Kwa nini nianze kumwomba Mungu fanya muujiza wakati naweza nikajiandaa mapema nikasave ili watoto waende shule nzuri? Kunyenyekeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbo tayari kunyenyekeana? Na Biblia nasema katika kichwa cha Kristo, Efeso sura ya 5 na mstari wa 21. Efeso sura ya 5 na mstari ule wa 21. Kaka yangu, ukiingia kwenye ndoa hakuna hela zako tena, ni hela zenu. Binti, sikia, ile kitu nasema hela ya mume ni yetu, ya kwangu ni yangu, sio Biblia. Hela ya mume ni yenu, hela ya mke ni yenu. Heri wawili kuliko nini? Mmoja. Sasa ukishaanza kusema hela ni za kwako, ina maana kwenye eneo la hela hujaolewa. Eneo la hela hujafanya nini? Kama utaki kuolewa hela, usiolewe. Utaki kuolewa hela, usiolewe. Sikia binti, usiingie kwenye ndoa alafu wewe ndo unalipia. Yaani unaanza kumendekeza kijana toka huku, kila kitu wewe ndo unalipia. Akamtafute mbabaishaji mwenzake, mtafute anayeelewa mwenzako. Uko kwenye ndoa mtaenda kupata shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema hali mnanyenyekeana katika kicho, katika hofu ya Kristo. Kwa hiyo nyenyekeaneni katika hofu ya Kristo. Mwanzo sura ya 2, angalia. Sababu hii inaonyesha wazi sababu ya kunyenyekeana, mstari wa 21 hadi 23. Mstari wa 21 hadi 23 inatuonyesha kwa nini ni muhimu kunyenyekeana. Kama wewe unatoka kwenye kabila, mimi Mra siwezi kabisa kumnyenyekea mwanamke. Kaka Mazengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Huku kwa Yesu tunanyenyekeana.
Sababu kuna vitu ambavyo mke ana nguvu kuliko mume. Kuna vitu ambavyo mume ana nguvu kuliko mke, kama ambavyo tunaona hapa. Anasema mstari wa 21, Bwana akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatwaa ubavu wake mmoja. Hebu sema, kisha akatwaa ubavu wake mmoja. Kwa kabla ya hapa, kwenye eneo la ubavu alikuwa amekamilika, alafu akalazwa, akapunguzwa ubavu, akapunguzwa ubavu. Kwa ghafla amepungua. Hebu sema, ghafla amepungua. Kuna kitu kimetoka, hana. Anasema anazungumza, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ni mwanamume aliyepungukiwa na ubavu. Yaani kuna kitu kimetolewa, alafu akafanywa mwanamke. Kwa hiyo kile kitu kilichopungua, mwanamume usipojua jinsi ya kunyenyekea huwezi pata. Na mwanamke, sikia, ni ubavu mmoja ndio ulitolewa, sio alitolewa mbavu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubavu mmoja. Kwa hiyo kuna hilo eneo ambalo uko vizuri kuliko yeye. Sasa mkinyenyekeana, yani unajua, mke wangu, wewe kwenye kutunza hela uko vizuri. Mwanamume ambaye anamjua mke wake yuko vizuri kwenye kutunza hela, akamkabidhi mke wake hela zote, sio anatawaliwa na mke wake, kamnyenyekea mke wake, anajua mke wake yuko strong kwenye eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua kabisa, mke wangu, hizi hela nikikaa nazo, badala kuendesha hii Prado nitanunua Range, kaa nazo wewe, zikae kwenye account yako, na hata nikuombeje kwa ajili ya kununua gari. Hii hapa gari tunayo tayari, usinipe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usianze kusema nimetafuta mimi, hujatafuta wewe, tumetafuta sisi. Mimi nimefanya kazi sawa, mimi nilikuombea wakati uko kazini. Kwa hiyo sio wewe mwenyewe ulitafuta, tulitafuta pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hili linawezekana mkinyenyekeana. Tukifanya nini jamani? Tukinyenyekeana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Anasema akafunika nyama. Anasema mstari wa 22, na ule ubavu aliutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mfupa wangu. Unajua maana yake nini? Yaani kuna mfupa ambao hauko kwangu, nauona huko kwake. Kuna kitu kimepungua huko, ndio hiki hapa. Sasa mwanamume asiyejua kilichopungua kwake kiko kwa mke wake, hata mnyenyekea, atajiona kama wewe sio Roho Mtakatifu, wewe sio Mungu Baba wala Mwana, wewe ni mtoto wa Mungu uliyookolewa. Kuna kitu kimepungua, ndio maana una mke. Ungekuwa unatosha usingeoa. Ungekuwa unatosha mama, usingeolewa. Hii kitu ambacho tunachosikiza single mother, sio. Mtoto haolewi na single parent. Mtoto halelewi na single parent. Kuna ubaba na umama unahitajika katika kulea mtoto. Mtoto wa kiume anahitaji input ya mama na input ya baba. Mtoto wa kike anahitaji input ya mama na input ya baba. Hii mambo ya kulea watoto kwenye single homes sio kabisa. Watu wengi walio magerezani, 10% ya watu ambao wako magerezani wametoka kwenye dysfunctional homes, single parented homes, nyumba ambazo zina watoto wanakuzwa na mzazi mmoja. Sasa wewe ukiona mimi mshahara wangu natosha, watoto nitawapeleka shule, huyu mwanamume asinibabaishe. Hujatafuta mwanamume katika maisha yako kwa sababu ya fedha. Kuna kitu kingine ambacho kilileta mwanamume. Kuna kitu kingine kilileta mwanamke katika maisha yako. Nyenyekeaneni katika kichwa cha Bwana. Kijana, pima hizo gharama kabla hujaingia. Anasema mstari wa 23, Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mfupa wangu, mifupa yangu. Kwa hiyo mifupa, katika mifupa kuna mfupa umetoka, na nyama katika nyama zangu. Katika wingi wa nyama ndizo nazo kuna iliyotoka. Katika wingi wa akili ulionazo kuna zilizo kule. Katika wingi wa busara ulionao kuna iliyo kule. Nyenyekeaneni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hii sitasoma. Samueli wa kwanza 25:25. Abigail alioa mwanamume mpumbavu, mpaka jina lake alikuwa anaitwa mpumbavu. Yaani alipozaliwa wazazi wake walimuita hilo jina, Nahabali. Maana yake mpumbavu. Maana upumbavu umemjaa.
Lakini ndoa ilikuwa salama kwa sababu yule mpumbavu hakuoa mpumbavu mwingine, alioa mwanamke mwenye busara. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pale upumbavu wa Naabali ulipotaka kukosti familia yao, Abigaili mwenye busara aliokoa ile familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi bado sijui kwa nini Naabali aliposikia kwamba Daudi anataka kuja kuua, sijui kwa nini alipata stroke akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inawezekana kuna majanga makubwa zaidi angempata Naabali kama sio yule mwanamke. Inawezekana hili la Daudi, ngoja labda tutauliza tukifika. Inawezekana hili la Daudi lina mambo ya nyuma ya pazia, inawezekana. Lakini huyu mwanamume lazima ameokolewa na majanga mengi kwa sababu ya mke mwenye busara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadhalika mke, unajua Biblia inasema kwamba mke mwenye busara huijenga nyumba yake, lakini mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Ila akipata mwanamume mwenye busara, alafu wakanyenyekeana, pamoja na kwamba huyu mwanamke hana busara, hata ibomoa nyumba, kwa sababu ataelewa kwenye eneo hili, mimi najijua mwenyewe, mume wangu fanya maamuzi hapa, mimi najijua nikifanya maamuzi litaanguka ili paa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunyenyekeana, sema pamoja nami, kunyenyekeana. Kunyenyekeana, kumbuka nimesema ni kutambua nguvu alizonazo mwenzako, ambazo katika hizo yeye ndo anazisimamia. Jambo la 5. Je, kijana uko tayari kumpenda mkeo kama Kristo anavyolipenda kanisa? Yaani pima hii kitu ndugu, kabla hujaingia. Uko tayari kuja kumpenda mke wako kama Kristo anavyolipenda kanisa? Na je, mke uko tayari kumtii mumeo kama kumtii Kristo? Uko tayari? Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa namsikiliza, nafikiri siku 2 zilizopita, marehemu Reinhard Bonke alikuwa anafungisha ndoa fulani. Akasema watu wanasema kwamba hakuna mwanamume mkamilifu, hakuna mwanamke mkamilifu. Akasema hivyo. Akasema lakini mimi nasema kinachomfanya mwanamume au mwanamke kuwa mkamilifu sio ukamilifu wake mwenyewe, ni vile Yesu alivyomwokoa, vile Yesu alivyoziba mapungufu yake, na vile alivyo tayari kusimama kwenye nafasi yake, huko akijua mapungufu alionayo, huko akijua mapungufu alio nayo. Kwa hiyo sasa swali hili, kijana, kama hujaoa, uko tayari kumpenda mke wako kama Kristo anavyolipenda kanisa? Mwanamke, uko tayari kumtii mume wako kama kumtii Kristo? Uko tayari? Uko tayari? Efeso sura ya 5. Efeso sura ya 5. Tupite hapo haraka sasa nimalize, ili ikifika dakika 5, Yusufu njoo simama mbele nyuma yangu hapa. Sitasikia kukwazika. Nitajua muda tu umefika, unakuja kuniokoa na hii madhabahu ili nipishe wengine waje nao watupe kile ambacho Mungu ameweka ndani yao. Sura ya 5 ya kitabu kile cha Efeso, mstari wa 22 hadi 27. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa hiyo haiwezekani mdada ukasema unamtii Kristo lakini unamwasi mumeo. Hii haiende sawa. Hii haiende sawa. Hii haiende sawa. Anasema kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Mume, sikia, unataka kuja kuwa kichwa cha huyo mtoto wa watu, kuwa tayari pia kuwa mwokozi wa mwili wake. Yakikushinda ya kuja kuwa mwokozi wa mwili wake, bado haujawa tayari kuwa kichwa chake. Mwokozi wa mwili wake manake huyu mtoto wa watu ale. Mwokozi wa mwili wake avae. Mwokozi wa mwili wake awe na mahali salama pa kulala. Mahitaji ya mwili ukutane nayo. Hauwezi usitafute kuwa kichwa. Kuna masuala yataanza kugongana, yatakuletea shida. Atakaye kuwa kichwa cha mtoto wa watu awe tayari kuwa mwokozi wa mwili wake.
Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, anasema wapendeni wake zenu. Anasema hapo kama Kristo alivyolipenda kanisa, alilipendaje? Huu sio upendo wa eros unazungumziwa hapa, sio upendo wa mahaba. Unazungumziwa upendo wa agape, upendo wa kujitoa, unconditional love, sacrificial love, a giving love. Upendo wa kujitoa, wa kujidhabihu. Uko tayari kumpenda mtoto wa watu hivyo? Uko tayari kumpenda hivyo? Au uko tayari, bado haujawa tayari kuoa? Bado haujawa tayari kuoa. Akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Mume, uko tayari kuingia kwenye ndoa? Mambo yakitoka kwenye ndoa yako usianze kusema sema kila mahali, kwa sababu kazi yako sio kumchafua mke wako, kazi yako ni kumtakasa mke wako. Usimzungumze vibaya mke wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu niseme hii pointi ya mwisho kwangu mimi leo kwa sababu ya muda, pointi ya 6. Kumbuka hiyo 5, gharama kupenda mke wako kama Kristo alivyolipenda kanisa. Binti, gharama ni kumtii mume wako kama kanisa linavyomtii Kristo. Jambo la 6 la muhimu, utakapofika wakati wako wa kuoa, hutaoa mwanamke mkamilifu. Je, upo tayari kwa kadiri ya unavyojua mapungufu yake kumsamehe tena na tena na tena? Na katika yale ambayo haionekani yanabadilika kwa haraka kama unavyotaka, kuchukuliana naye wakati Mungu anavyoendelea kumbadilisha binti yake taratibu. Mimi sipendi kutumia neno kuvumiliana. Ndoa sio kuvumiliana. Kane mapungufu, ndoa ni kuchukuliana. Kuchukulia manake nini? Unamuelewa mwenzako mapungufu yake yako wapi, na unajua jinsi ya kwenda naye katika hayo mapungufu. Unajua jinsi ya kumsaidia katika hayo mapungufu. Sio kama kiranja, sio kama headmaster, sio kama discipline master, kama mume wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na binti, hamna wanaume wakamilifu, mnaendelea kukamilika huko ndani. Je, uko tayari kumstai? Maana moja ya neema ambayo mabinti mnayo ni ya kuongea. Atakapoonekana anachukua muda, lakini sio Ebetha. Atakapoonekana anachukua muda anachukua muda kubadilika, utamsubiri? Au utakuwa kila siku unamfungia kibwebwe unaongea? Ataanza kuchelewa kurudi. Lea ataanza kuchelewa kurudi. Sio kwamba nini? Kelele. Yaani wanaume ukipiga kelele kama vile umechukua pini unaanza kuingiza masikioni. Ti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kolosai 3:13, neno la Mungu linawaambia wakaka, msiwaonee wake zenu uchungu. Ina maana neno la Mungu linatambua wazi wake zetu wanakosea. Kwa hiyo lazima wasamehewe. Kama ambavyo na sisi tunakosea na lazima tusamehe. Efeso 5:33 inamkumbusha mke kumstahi mume wake. Binti, utakuwa tayari kumstahi mume wako? Utakuwa tayari kumstahi mume wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa, watu wa Mungu wa thamani. Sasa natamani tumwombe Mungu akatusaidie. Tujiandae vema. Unajua ndoa iliyoandaliwa vema ina uwezekano mkubwa zaidi wa kuwa nzuri kuliko ile ambayo mnaingia tu afa nasema kitajulikana mbele kwa mbele. Mbele kwa mbele. Mbele kwa mbele. Yaani lazima hizi gharama uzicheki, uzipime na uone kama unaweza ukazilipa. Sijui umesikia nini katika kipindi cha leo. Pale ulipo kipindi cha kwanza, sema na Mungu kwa habari ya kile ulichokisikia. Muombe Mungu akusaidie upime gharama sawa sawa. Na unapoingia kwenye ndoa, unafanya intelligent decision, uamuzi wa akili baada ya kupima gharama na kusema hili jambo ninaliingia na sina mpango wa kulitoka. Sema, ongea mbele za Bwana, sema na Mungu kwa habari ya gharama za ndoa na kile ambacho umesikia katika
somo hili la kwanza asubuhi ya leo. Twende mbele za Bwana. Hebu nyanyua mkono wako wa kulia mbele za Bwana. Nimshukuru Mungu, niache sasa vipindi vinavyokuja viendelee. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya hiki ambacho umesema nasi kwenye kipindi cha kwanza. Sifa, heshima na utukufu tunakurudishia. Nimetoka kama yule mpanzi kupanda mbegu. Jinsi zitakavyomea hata mimi sijui. Ninaenda kulala usiku wa leo, kesho nitaamka. Usiku wa kesho nitalala, kesho kutwa nitaamka. Nitaendelea kulala na kuamka. Hii mbegu itaanza kuchipuka. Itamea, itatoa majani, itatoa suke, alafu itatoa ngano pevu katika suke. Alafu watu wako wa thamani wataanza kuvuna matunda ya kile ambacho kimepandwa siku ya leo. Asante Mungu kwa sababu utawasaidia vijana wetu kupima gharama. Utawasaidia vijana wetu kuzingatia vigezo na masharti katika jina la Yesu aliye hai. Na ndoa za karne ya 21 zinaenda kupata mapinduzi ya uimara katika jina la Yesu aliye hai. Hazivunjiki kwa sababu shetani ana nguvu. Zinavunjika kwa sababu kuna vitu hatuvijui. Lakini baada ya leo kuna vitu tutavijua ambavyo vitaondoa huko kupasuka katika jina la Yesu aliye hai. Asante Mungu mwema. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Makofi mazuri na vigeregere kwa Bwana Yesu. Waongoza ibada, karibuni. Ongeza makofi mengi sana kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wamebarikiwa na somo la kwanza? Amen. Muongeze Yesu makofi mengi sana. Basi naomba nikukumbushe matangazo machache wakati mtumishi wa Mungu mwalimu anayefuata anajiandaa. Tunaruka live kupitia channel ya YouTube kwa jina la Pastor Carlos Kirimbai. Kwa hivyo unaweza kushare taarifa hizi kwa mtu ambaye haiko hapa kwa ajili ya kuweza kufuatilia pia online. Lakini vile vile swala la kujisajili hapa ni lazima. Kama una mpango wa kula chakula hapa, basi ni lazima ujisajili. Na namna ya kujisajili, tuna mapokezi pale getini. Kama ulipita bila kujisajili, basi unaweza kurudi kwa ajili ya kujisajili. Hakikisha unayo badge ambayo inakutambulisha kwamba umesajiliwa kwa ajili ya utaratibu wa chakula. Na swala la mazingira pia na